Neno la siku ya leo linatoka kitabu kile cha Isaya sura ile ya 1 na ule mstari wa 4. Biblia inasema kwamba ole wake taifa lenye dhambi, watu wachukuao uovu na kuwatenda vibaya watoto na kumwacha Bwana na kumdharau aliye mtakatifu. Nataka niseme na wewe ndugu unayetazama popote ulipo, uliye bara Ulaya, bara Amerika na popote ulimwenguni na taifa lolote duniani. Mungu anatoa onyo ya kwamba ole wake taifa lolote duniani au nchi yoyote duniani inayoendelea kutenda dhambi na kuwatenda watoto vibaya na kumwaga damu kwa njia ya makafara, kutoa mimba. Leo kuna watu wengi wamemwaga damu. Kuna mabinti wengi wametoa mimba. Kuna wakina mama wengi wametoa mimba, hali zinanuka damu. Mungu anasema ole wake taifa mnaowatenda vibaya watoto. Watoto wamekatiliwa mbali. Watoto wamebakwa. Watoto wamelautiwa. Watoto wameingiliwa kinyume na maumbile, ni kilio. Na Mungu katika hilo hawezi kunyamaza. Anasema ole wake taifa nalotenda dhambi na kuwatenda vibaya watoto. Nataka nizungumze na wewe ndugu unayetazama popote ulipo. Nenda kwenye toba ya kweli. Ninasema na wewe unayetazama popote ulipo, taifa ulio na nchi ulio nayo. Mungu anasema ole wake taifa linalotenda dhambi na kuwatenda vibaya watoto. Leo kuna damu nyingi zimemwaga duniani. Wengine wametoa makafara. Wengine wametoa mimba. Wengine wametoa ndugu zao wakamwaga damu. Mwingine ili apate biashara iongezeke, mwingine ili cheo apandishwe, mwingine mambo mbalimbali kwenye maisha yake. Nataka nikwambie, Mungu anasema ole wake taifa linalotenda dhambi. Nasema na wewe taifa, wewe ambao uliko taifa lolote ulimwenguni, unayefuatilia kipindi hiki, chukua nafasi ya kujitafakari na uende kwenye toba ya kweli. Mungu anatoa ole wake taifa linalotenda dhambi. Ole wake. Leo wengine wanaenda kwenye makanisa, ametoa mimba. Unashangaa binti ametoa mimba, mwanamke ametoa mimba na bado hajaitubia hiyo dhambi. Ameua. Mwingine anaenda kwenye msikiti, ametoa mimba na bado hajaitubia hiyo dhambi. Mwanaume Yesu anakuja. Na hizi ni siku za mwisho. Watu wamemwacha Mungu. Mungu amesema wamemwacha Mungu, wamemdharau aliye mtakatifu. Watu wamemdharau Mungu, ndio maana wanaendelea kutenda dhambi. Kama hujaokoka, chukua nafasi ya kuokoka. Na kama umerudi nyuma kwa namna yoyote ile, tengeneza leo. Tengeneza leo. Na kama kuna taifa lolote duniani, na anasema katika jina la Yesu, taifa lolote duniani, twende kwenye toba. Hali zinanuka damu. Mataifa hali mbaya. Twende kwenye toba. Hizi ni siku za mwisho. Mungu anatoa angalizo, ole wake taifa linalotenda dhambi na kuwatenda vibaya watoto. Leo kuna kilio kikubwa duniani kwa ajili ya watoto. Mzazi, ombea watoto wako. Kaa karibu na watoto wako. Usimwachie mtu yoyote, iwe ndugu, iwe mfanyakazi. Kaa na watoto wako. Watu wako busy na kutafuta fedha, lakini watoto umeweka mbali. Mahusiano kwa watoto kwa wazazi yamekuwa ni madogo sana. Na hiyo moja wapo ni dalili ya siku za mwisho. Watu wako busy na kutafuta fedha. Watoto
hawajui mapenzi kutoka kwa wazazi, hawajui upendo kutoka kwa wazazi. Wazazi anaondoka asubuhi, anarudi usiku saa 4, saa 5, watoto wamelala. Wamelala hawajamuona baba, wamelala hawajamuona mama. Mama amemwachia binti wa kazi. Hii ni dalili moja wapo ya siku za mwisho. Upendo wa watu utapoa, moja wapo kuanzia kwenye familia. Mungu atusaidie. Share ujumbe na watu wengine. Mimi Pastor Musa Kilamba. Amen. Amen.